Madini oye! Mheshimiwa mgombea wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kweli leo nina mambo mazuri. Juzi nilizungumza Kahama, lakini nilikuwa nasubiri nikuambia hapa Geita. Na leo nitajikita kwenye ukweli mtupu, na msema kweli ni mpenzi wa Mheshimiwa mgombea wa CCM Daktari Samia Suluhu Hassan. Mimi leo nazungumza kwa niaba ya wachimbaji wote nchi nzima, sio Geita peke yake. Nazungumza kwa niaba ya wachimbaji wa Tanzanite, wachimbaji wa mchanga, wachimbaji wa kokoto, wachimbaji wa makaa ya mawe, wachimbaji wa kifusi, wachimbaji wa chumvi, kila madini zaidi ya 250. Wananiambia watakuchagua tarehe 29. Na ni kwa nini wanaenda kukuchagua? Cha kwanza, umewaheshimisha, umewapa heshima. Heshima gani? Hapo zamani Mheshimiwa Rais, familia zilikuwa zinaamini kwamba mtu yoyote anayechimba madini amepotea. Lakini nataka nikuambie Mheshimiwa Rais, hasa hivi hata kawimbo kapo kanasema wazee wa migodi tunaheshimika sana huko mjini. Hebu tujipigie makofi. Lakini Mheshimiwa Rais, kitu cha pili wameniambia ni lazima tukulinde kwa wivu mkubwa sana. Ni lazima tumlinde rais mgombea wa CCM kwa sababu kuna vitu wamefanya kwa wivu mkubwa sana kama tunavyolinda madini. Kwa Mheshimiwa, nitumie fursa hii kuwaomba Watanzania, Mama Samia ni lulu. Na kule tumekubaliana. Na leo bahati nzuri nilikuwa nateta na mawaziri wangu waliopita, na leo nimewakamata hapa wawili, Doto Biteko na Mavunde. Nikasema kwani hatuwezi kubadilisha dini lolote hapa likaitwa Samia Suluhu Hassan? Tutapendekeza. Walau kuna dini nzuri inaitwa Alexanderite au Green Garnet. Tunafikiria na hiyo tutaitoa maalum kwa ajili yako kwa sababu kuna kitu umefanya. Lakini Mheshimiwa Rais, wewe nchi yetu ni nchi ya amani, nchi yenye rais mzuri, tena anapendeza, mkarimu, mtulivu kabisa. Mheshimiwa, wachimbaji wameniomba, waziri wa madini, miaka hii imepita, wana imani wala usio na wasiwasi, hizi ni kengele tu zinalia hapo. Na huko nitasema mwishoni. Wanasema wanajua utaingia ofisini. Wanachotaka, kwa sababu Tanzania ni kisiwa cha amani, chenye rais mwanamke mzuri wa sura, cha kwanza. Mzuri wa roho, cha pili. Alafu mtulivu. Kwa nini tusichukue Dubai ije hapa? Madini yetu tulete soko la Afrika. Tuongee na vyombo vyetu, tuone namna yale madini kwa tuna trade hapa Tanzania. Hiki kitu kinawezekana kabisa. Na sisi hili andiko tumeshalifanya. Tunaomba hili Mheshimiwa Rais, mimi nikuite rais kwa sababu ni rais kweli na kesho kutwa ni rais. Lakini wachimbaji wameniambia watakuchagua kwa sababu umewapa leseni zisizokuwa na mipaka. Wachimbaji wameniambia watakuchagua kwa sababu sasa BOT imetoa guarantee. Wakati wa corona tulikuwa tunatembea na dhahabu humu, lakini sasa hivi dhahabu BOT ananunua direct. Kwa hiyo wanakupongeza kwa hilo. Na hili Mheshimiwa Rais, ni lazima nimpongeze sana mama yetu Masesa pia kwa kuanzisha refinery kama mwanamke. Nitoa mifano na mama, nikuombe utuamini kwamba Watanzania tunaweza migodi mikubwa. Kuna Baraka Ezekieli yuko pale. Baraka, simama bana mama kuone kwamba upo. Kabua mwenyekiti huko hapo. Tuna mabilionea ambao wanatoka kwenye mikono yako. Nataka nikuhakikishie tunahitaji wawekezaji, lakini chini ya mikono yako tunaamini kwamba tutapata majijiem wanaoitwa akina Masanja, akina John Bina na akina Hamisi. Mheshimiwa, wamesema watakuchagua kwa sababu kwanza tumepewa madini ya salamu
watu wa chumvi, wakaniambia kumwambia sisi kule kwenye chumvi kodi zilikuwa ni nyingi sana, zaidi ya kodi 20, lakini serikali yako imeondoa kodi zote. Mheshimiwa Rais, kulikuwa na kodi kero ambazo zilikuwa zaidi ya 33, lakini kwa mchimbaji mdogo sasa hivi ni 9.2 peke yake. Mungu atupe nini? Mungu atupe Samia. Kuna umeme, na hili mheshimiwa niliongea kwenye jukwaa hili na mheshimiwa naibu waziri, kwa kweli hili nimpongeze mbele yako kwamba amefanya kazi nzuri sana kwenye umeme. Lakini kuna fursa ya wanawake wachimbaji wameongezeka, tuko watu milioni 6, lakini zaidi ya wachimbaji milioni 1.2 ni wanawake. Lakini kuna TRA. Mheshimiwa, hapa naomba ni kueleze kabisa katika kazi nzuri ulioifanya. Sisi tulikuwa tunaamini polisi, TRA ni polisi, lakini mmekaa serikalini, chini ya serikali yako. Sasa hivi mchimbaji mdogo analipa income tax yake kama a special tax kwa ajili ya mchimbaji mdogo. Hii kwetu ni ushindi. Sasa hivi TRA tunagongeana cheers tu kwa sababu tunazungumza na tunalipa kodi ambayo ni rafiki. Mheshimiwa Rais, pamoja na mambo mengi nikiyataja hapa ni mpaka asubuhi na muda na juu na vikao vingi. Mimi na ushauri wangu ni kama Mtanzania. Nasikia kuna watu eti wanasema wanaandamana, eti waandamane tarehe 29. Sasa wanaandamana ili weje? Mama yangu, mimi nakuomba kama Mtanzania, wakati fulani kwanza kwa maslahi ya Watanzania milioni 60, wakati fulani usiwahurumie hawa. Usiwahurumie hawa. Wasihurumie hawa watu hawa. Walegezwe kidogo. Walegezwe wasilegezwe. Walegezwe wasilegezwe. Huo ni ushauri wangu kama mpita njia. Hapa Mheshimiwa Rais, tunaona watu kwenye mitandao na sasa hivi wanajifungia kwenye magari, kwa sababu wanajua kwamba kwenye magari wanaongea utumbo, hakuna mtu atasikia. Hivi kikinuka hapa, mtu yuko Marekani, sisi tuna watoto humu, tutaenda wapi na hawa wazee? Mama yangu, nakuomba kwenye hili toa macho. Wewe ndo rais wa nchi, hakuna kuhurumia mtu. Yani ningepewa hata kanaibu AGP hapa niamue mimi, hawa ningevunja asubuhi tu kumekucha. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema haya, mimi nishukuru pamoja na mambo mengine, lakini nikuhakikishie tu kwamba kwenye sekta ya madini kuna utulivu kwa sababu serikali yako inafanya kazi nzuri sana. Lakini mwisho kabisa, mama yangu, najua tutakutana mbele ya safari huko, nitapata nafasi nyingine, lakini kwa hapa Geita kama kitovu cha uchimbaji, ninasema kwamba tarehe 29 wachimbaji wote na marafiki zao wanaenda kukuchagua kwa kura ya ndio. Mwenyekiti wa CCM wa Geita alisema kura za kishindo, lakini na sisi tunaungana naye kwamba ni kura zote. Baada ya kusema haya, na washukuru sana. Mama, nikutakie safari njema na Mungu akubariki. Karibu.